Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, mjumbe maalum Mahamud Thabit Kombo, amewasili jijini Kampala, Uganda, na kupokelewa na balozi wa Tanzania nchini Uganda, Meja Jenerali Paul K. Simuri, katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe Mei 12, 2025. Waziri Kombo anatarajiwa kuwasilisha ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewasili jijini Abidjan kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa maafisa watendaji wakuu wa Afrika unaoanza leo Mei 12 mwaka huu. Majaliwa amepokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Felix Houphouët-Boigny na mwenyeji wake Waziri Mkuu wa Ivory Coast Robert Bigure Mambe. Mkutano huo wa siku mbili unawakutanisha viongozi wakuu wa serikali na sekta binafsi kutoka kote barani Afrika kujadili fursa za kiuchumi na maendeleo ya bara. Tanzania inatarajiwa kutumia mkutano huo kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika biashara, uwekezaji na miundombinu, sambamba na kujifunza mbinu mpya za kukuza uchumi wa taifa kupitia ushirikiano wa kikanda. Kimataifa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana ana kwa ana na Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Turkey Mei 15 mwaka huu, lakini kwa sharti la Urusi kukubali kusitisha mapigano. Kauli hiyo inakuja baada ya Urusi Mei 10 mwaka huu kutoa pendekezo la kurejesha mazungumzo ya moja kwa moja mjini Istanbul bila masharti yoyote, ikieleza kuwa iko tayari kurejea mezani. Zelensky ameonya kuwa anatarajia Urusi isitafute visingizio kwa mara nyingine, akisisitiza umuhimu wa hatua za kweli kuelekea suluhu ya kudumu ya mzozo huo wa muda mrefu. Urusi imealika zaidi ya mataifa 150 na mashirika ya kimataifa zaidi ya 20 kushiriki katika mkutano wa 13 wa kimataifa wa viongozi wa masuala ya usalama utakaofanyika mjini Moscow kuanzia Mei 27 hadi 29 mwaka huu, chini ya wenyekiti wa katibu wa Baraza la Usalama la Urusi. Kwa mjibu wa taarifa ya Baraza la Usalama, mialiko hiyo imetumwa kwa nchi za kusini na mashariki mwa dunia pamoja na wanachama wa mashirika ya kikanda kama CIS, CSTO, EAU na CSCO, ikiwa lengo kuu la mkutano huo ni kujadili ushirikiano wa kimataifa katika kuhakikisha usalama wa pamoja. Mkutano huu wa kila mwaka ulianzishwa mwaka 2010 na umekuwa jukwaa muhimu la kimataifa kwa viongozi kubadilishana uzoefu na mbinu kuhusu changamoto kubwa za usalama wa kimataifa. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.